Muogope sana mtu aliyefanikiwa kudefine upendo wa Mungu, kwamba yeye anapendwa kuliko watu wote. Napendaga waliozoea kunisikia nikihubiri majukwani, wanasema hivi: kuna tofauti kati ya kupendwa na Mungu alafu na kupendwa alafu na wewe ujue kwamba unapendwa. Au watu wawili ni watu tofauti. Yaani kupendwa mtapendwa wote, lakini yule ambaye anajua kwamba mimi kweli napendwa na anajiamini, huyo mtu mtatofautiana tu. Mwendo wake ndio akina mama utamuona, hata akiona ukiwa na saikolojia utajua tu kwamba huyu mwanamke anapendwa huyu. Akibeba ka handbag kake na kakiatu fulani kirefu hivi, utaona mwendo wake tu anapotembea. Ajua huyu anapendwa, afu na yeye mwenyewe ana uhakika kwamba anapendwa. Tunatofautiana. Sasa hicho kitu ndicho kilicholeta tofauti sana kati ya wanadamu. Hata wakati wa kuomba si kwamba watu hawakosei. Mtoto wa kambo akimkosea mama yake, wengi wao wanatoroka, wanakimbia kwa sababu anaona usalama mdogo. Lakini ni nadra sana mtoto ambaye kwa mama yake anaishi kwa mama yake kabisa akosea akimbie, si rahisi, kwa sababu anajua, ana uhakika kwamba huyu ndiyo mama yangu, hata ningekosea vipi hana cha kunifanya zaidi ya kunichapa, atalia machozi kwa sababu namuumiza, lakini mwisho wa siku atanisamehe. Lakini mtoto wa kambo ile bondi hana, anajikuta anakimbia. Sasa mtoto wa Mungu naye nisikiliza, inawezekana hata kuingia na kutoka, saikolojia yako, amani yako, furaha yako imefungwa katika hili. Unamuonaje Mungu kwako ni nani? Mungu kwako ni nani? Hilo peke yake linatosha. Swala la kwamba sijui nini kimetokea, hivyo vitu tuviweke pembeni. Mungu kwako ni nani? Yaani unamuona kama nani? DNA yako wewe inavyosoma na Mungu, kwa sababu Mungu kama tumezungumza hapa, linaweza likaishia kwenye mafundisho ikiwa akili yako itagoma kupokea, au moyo wako utashindwa kukubali. Utaanza kusema kama Mungu yupo sijui nini na nini. No, hata kama hujiulizi kwa nini ulikoswa. Kwa nini hujafa mpaka leo una survive? Si unapumua. Inawezekana kweli unaumwa kweli. Kwa nini umefika mpaka leo? Maana yake ni kwamba kuna kusudi, na kuhakikishia inawezekana kuna mtu mmoja alikuwa amejikatia tamaa, amejinenea maneno mabaya. Inawezekana Mungu alikuwa anamsubiri aje asikilize kipindi hiki, maisha yako yakabadilike kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi nakutakia siku ya leo maisha yako yakabadilike kabisa. Fikra zako zikabadilike. Pona. Wewe umepona, maisha yako yamepona, uchumi wako umepona, kila kitu kimepona, afya yako imepona. Kwa sababu mtu mwenye huzuni, usiombe unaumwa halafu pia ukawa na huzuni, umekata tamaa, wewe unakufa. Kwa sababu hata wanasayansi wanathibitisha